Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru sana kwa kuniona ili na mimi niweze kutoa mchango wangu kwenye mjadala huu wa bajeti kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila asubuhi kiti cha Spika huwa kinatuongoza kuomba dua ya kuiombea nchi yetu na kuliombea Bunge. Wakati huo mimi huwa naitafakari sana ile dua. Dua ile imejaa maombi mengi, lakini sehemu inayonipa tafakuri kubwa ni pale ambapo tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kujadili kwa dhati ili tulete manufaa kwa watu wote na ustawi wa taifa letu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye baadhi ya mijadala mimi huwa napata wasiwasi. Tunaelewa uzito wa dua hiyo? Kujaliwa kujadili kwa dhati sio jambo jepesi. Udhati unataka ukweli. Ni lazima ukweli tuuseme na tuusimamie kwa dhati. Kwa nami leo namuomba tena jioni Mwenyezi Mungu anijalie niweze kujadili kwa dhati kwenye bajeti kuu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa na mchango kwenye maeneo machache. La kwanza ambalo naona halijapata mjadala wa kutosha ni suala la kuongezeka kwa bei ya mafuta. Kwenye bajeti hii nimesoma kwenye aya ya 28 na kwa kweli nimeshangaa sana na nimepata wasiwasi. Mimi ni Tomaso, napenda kuhoji kudadisi kwamba kwa nini jambo zito hili waziri amelitaja kwa mtindo wa kupita hivi. Nikaweka maswali mengi. Serikali inasema humu kwamba kwa mwezi Mei imeweka ruzuku kwenye mafuta na inasema kwa diesel imeweka shilingi 259 na kwa mwezi Juni imeweka shilingi 535. Hili jambo ukiangalia gharama, ukiangalia ukubwa, wingi wa mafuta tunayoagiza kwa mwezi, ukazidisha kwa fedha hizi, bila shaka haya ni mabilioni ya shilingi. Lakini waziri wa fedha ameitaja kwa jumla hivi. Mimi ninapata mashaka mpaka pale nitapopata taarifa za nyongeza, mpaka nijibiwe maswali matatu. Ni fedha kiasi gani serikali imeziingiza kama ruzuku kwenye mafuta? Swali la kwanza. Tukishayajua hayo mabilioni, ni lazima tujue impact, matokeo ya mabilioni hayo ya kodi za Watanzania kwenye kushusha bei ya mafuta. Sijawahi kuona mafuta yakishuka isipokuwa hivi karibuni kwa shilingi 20 mpaka shilingi 30 hivi. Ni lazima tujue ruzuku hii ilitolewa kwa mafuta yaliyoagizwa wakati gani, na mafuta hayo bila ruzuku yangeuzwa kiasi gani, na hiyo ruzuku imeleta impact gani. Kama hayo maswali hayapati majawabu, inawezekana mambo mawili yametokea. Jambo la kwanza, inawezekana kwa sababu baadhi ya wabunge tulitoa rai serikali iondoshe tozo kwenye mafuta, na tulitoa rai serikali iweke ruzuku. Inawezekana tunapewa ahadi hiyo kwenye makaratasi peke yake. Hilo linawezekana. Quality ya nyavu zitakazotengenezwa ziwe na tija kwa wavuvi wetu. Asante. Leo nasema serikali ina ugomvi ya Chama cha Mapinduzi ina ugomvi na wavuvi ambao imeweka mkakati wa kuwawezesha wavuvi kuvua kwa vizimba. Asante. Mheshimiwa Ado Shaid Abo, unapokea taarifa yake kwa sababu pole.
Kuna taarifa kutoka kwa Esther Bulaya, unaipokea? Siipokei kwa sababu sijui umahiri huo wa CCM ameujua lini. Akiwa Chadema majuzi kama sasa. Ule niliyosema kujadili kwa dhati, mfano mmojawapo ni huu hapo. Hoja ya mwisho. Mwisho tatu nao nayo. Kaa chini. Hoja ya mwisho. Kaa chini. Haujapewa ruhusa. Hoja ya mwisho.